Kama unahitaji ufanye mixing ya podcast nzuri, hivi ndivyo ambavyo unavyotakiwa kufanya. Ukisikiliza hii vocal yangu ya podcast, imemixiwa vizuri kwa sababu katika podcast zile vocal unavyozimix ni tofauti kabisa na unavyomixi vocal ambazo za muziki. Sikiliza jinsi ambavyo ina sound hii podcast kidogo. Johnny Boy, unaimba mapenzi sana. Mtu akisikiliza nyimbo zako atasema kwamba maybe this I have a friend who call you Mbosso wa Babembe. No. Yeah. Ukisikia sasa hii vocal the way inavyoongea, pindi yule msichana anapoongea anapomhoji huyu msanii, kuna sehemu kama msanii anaguna. Yeah. Hizo ni miongoni mwa details nzuri kabisa ambazo hautakiwi kuzikata katika podcast yako. Sijui umenielewa? Hautakiwi kuzikata kwa sababu kama kamera ilikuwa inachukua engo ya huku na ya huku, engo mbili katika hiyo podcast ambayo mtu anafanyiwa, itapotokea hii sehemu ambayo wewe uliikata ni sehemu ambapo msanii ndio alikuwa anamulikwa au alikuwa anafanya kitendo fulani kama kuguna au kutikisa kichwa, alafu ile feeling wewe uliikata huko katika vocal, unakuwa umeshapoteza umuhimu wa podcast. Sasa vocal za podcast unapokuwa unazimix unazingatia nini? Ngoja nikueleweshe. Ni very easy, ni very simple. By the way, actual unapomixi hizi podcast huwa kuna sound muhimu ambazo unazitumia au vifaa muhimu ambavyo unatumia kurekodia, kwa sababu ubora wa podcast unaanza wakati wa kufanya recording. Sijui umenielewa? Sasa kama hauna vile vifaa official vya kufanyia podcast na podcast yako ukairekodi kwa namna nyingine kama jinsi ambavyo hii ilifanyika, ina maana waliconnect sound card moja kwa moja na mic mbili, na actually walitumia mic ambazo ni condenser microphone, lakini kwa issue ya podcast inafaa zaidi utumie mic kama hii ya kwangu hapa, ambayo hii ni dynamic microphone Shure SM7B au zingine zenye kind ya dynamic microphone kama hii. Kwa sababu gani? Mimi nikiwa nimekaa hapa na mtu mwingine amekaa hapo kama mita moja kutoka kwangu, tukiwa tunaongea, ile mic ya kwake haiwezi kuchukua sauti kutoka katika mic yangu. Mic yangu nikiongea, ile mic yake haiwezi kuchukua sauti. Hivyo ndivyo ambavyo hizi mic zinafaa sana kwa podcast, na pia kama umefuatilia hizi mic ni maarufu sana katika podcast nyingi duniani. Sasa unaporekodia condenser microphone alafu kukawa kuna noise tofauti zimeingia, ndipo hapo unahitaji ufanye mixing process nzuri ili kuhakikisha vocal yako inakuwa nzuri. Unapunguza vitu visivyohitajika ambavyo vimeingia kupitia zile dynamic microphone na ni condenser microphone, lakini pia vocal yako ibaki na ubora. Kitu cha kwanza, unapokuwa tuna mix hizi podcast microphone, hautuweki autotune kwa sababu sauti inatakiwa isikike natural. Otherwise kuwe kuna sababu ya msingi kabisa ambayo creator ameitaka autotune iwepo katika ile vocal yake. Lakini kama si hivyo, tutamix kawaida kama jinsi ambavyo mimi nilifanya hapa. Na ukiangalia nilianza na hii plugin ambayo ni EQ by the way, and I don't know, nilianza na EQ kama hii hapa kwa ajili ya kukata hizi low frequency huku, nikaadjust kidogo, nikakata hizo low frequency ili kila kitu kikae perfect. Na baada ya kukata hiyo low frequency nikaja nikafungua plugin nyingine ambayo hii ni nini? Hii ni RTA F6. Umeona? Pia nao nikakata kwa low frequency, lakini nikaenda nikaadjust kwenye sehemu ya cleaning hapa juu kama the way ambavyo unaona, nikaenda nikaadjust hii sehemu ya cleaning. Na baada ya hapo ibidi ni hadi deezer kwa ajili ya kukata zile SS, kwa sababu alitumia microphone ambazo ni dynamic, na moja kati ya microphone ilikuwa iko na very high frequency. Kwa hiyo zile S zikawa nyingi, nikaadi hiyo kwa ajili ya kukata zile S ambazo hazihitajiki. Sawa? Na kisha baada ya hapo nikaadi hii plugin ambayo hii plugin inaleta presence katika vocal yako. Hii ni kind of SSL channel stereo, nikaadi presence ili vocal yangu iweke clarity ambayo mimi naitaka, sio clarity ambayo iliingia wakati wa kuongea. Kwa hiyo nikaadjust hapa kama unavyoona, very easy, very simple kushape tone yangu. Na baadaye sasa vocal hii ilikuwa ina noise sana, niliadjust kwa kiwango kikubwa tu, nikakata zile noise ambazo zilikuwa zinapita chini. By the way, hii vocal ilikodiwa katika mazingira ambayo sio tulivu na kelele zilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo nijitahidi kwa uwezo wangu niweze kukata frequency bila kuaffect quality ya vocal yangu. Kwa hiyo nika add NS1 na nikakata kama hivyo. And then nikahitaji niweke compressor ili vocal zangu zote za ile ya kwanza na hiyo ya pili zikae katika same level.
na nikaadi compressor, nikachagua tu preset ya lead vocal hapo, nikaseti simple kama hivi ambavyo unaona hapa. Ngoja nisogeze kuone vizuri. Nikaseti kama hivi simple like that, na baada ya kuwa nimeadi hii hapo, nikaongeza nikaadi plugin nyingine kwa ajili ya kukata zile voice ambazo zilikuwa zinalia chini chini, sababu nilikata na NS1 lakini bado nikawa nasikia kuna noise ambazo zinaingia sana. Sasa hii Clarity VX, hii ndio plugin ambayo ni baba lao linapokuja swala la kukata hizi vocal. Kwa hiyo nikaadi hii na hapa nika-adjust kwa tips kidogo kama unavyoona hapo, nadhani ni kwenye namba 8 hivyo kidogo tu, nika-adjust nikakata hizo frequency ambazo mimi sizihitaji. Lakini kwa sababu vocal yangu sijataka niipandishe juu sana na makompressor ili isije ikadistort, kwa sababu tayari ina noise nyingi ilirekodiwa katika mazingira ambayo sio tulivu. Kwa hiyo ilinibidi nitumie ilinibidi nitumie L2 stereo kwa ajili ya kuiboost yenyewe kama yeye. Na kipindi nainua hii vocal ili reach level ambayo ni nzuri, nilitumia out sharing. Hii out sharing niliposeti kwa hasi moja, maana yake ni kwamba sasa jinsi ambavyo nakuwa huku na adjust hii vocal na ishusha ili threshold ili vocal inyanyuke, huku kwenye out sharing ninakuwa ninakata ile picking ya nyimbo ya vocal kudistort. Ndio kazi ya hii hapa. And then baada ya hapo nikamalizia na C4 stereo, ambao hii ni multiband parametric processor. Yes, nikachukua pop vocal and then nikawa nimepata kitu ambacho ni kizuri. Usije ukaadi ma reverbs, ma delay, ma vitu matakataka gani katika vocal ya podcast, utakuwa unaenda wrong sana. Na ukisikia nikizima hizi vocal zote, nizime effects zote, hivi ndivyo ninavyo sound. Johnny Boy, unaimba mapenzi sana. Mtu akisikiliza nyimbo zako atasema kwamba maybe this I have a friend who call you Mbosso. Yeah, hivyo ndivyo ilivyokuwa ina sound, na hapo sound ipo katika level ambayo ni normal, sijapunguza sehemu zozote zile. Kwa baada ya kuadi hizi effects na kujaribu kufix kila kitu, hivi right now ndivyo ambavyo ina sound. Johnny Boy, unaimba mapenzi sana. Mtu akisikiliza nyimbo zako atasema kwamba maybe this I have a friend who call you Mbosso. Yeah, sasa kitu ambacho nimekifanya hapa ni kunyanyua kwanza zile vocal zangu, nikazipa ile clarity ambayo inahitajika, nikakata raw frequency ambazo hazihitajiki ili nipate kitu ambacho ni nipate kitu ambacho ni kizuri katika vocal yangu. Sasa hii podcast sound kama hii, wewe pia ukiitumia itakufaa sana, kwamba unapotumia vocal kama ya podcast umix, ni lazima kwanza ujue kwamba vocal ya podcast inahitaji nini. Kitu cha kwanza ni kuondoa vitu ambavyo havihitajiki katika hiyo vocal yako. Kama jinsi ambavyo wewe unaona hapa, nimekata low frequency, nikapunguza, nika add presence clarity kidogo katika effects plugin ambazo nimezichagua hapo, sasa SSL channel stereo. Na baada ya hapo nikaadi compressor kwa ajili ya kuweka msawazo wa vocal zangu, kwa sababu kuna sehemu msanii kwa anaongea kama yuko mbali kidogo na mic, kuna sehemu kwa anaongea kama yuko karibu sana. Kwa hiyo kiadi compressor, zile vocals zinakuwa zimekaa katika uwiano ambao ni sahihi. And then nikaja nikaadi L2 stereo. Hii ni limiter kwa ajili ya kunyanyua vocal zangu zinyanyuke kidogo hivi vizuri, na pia nikatumia Clarity VX stereo kwa ajili ya kukata zile background noise ambazo zinakuwa ni too much. Kwa hiyo hii ndio system ambayo wewe unaweza pia ukaitumia kumixia podcast yako na maongezi yakafanya vizuri sana. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unafanya muziki wa gospel au kitu chochote kile, hakikisha unafanya hizi podcast mara kwa mara na wasanii au sehemu yote ambao upo, kwa sababu inainua quality sana. Na kwa wale ambao tunapost YouTube, hizi podcast ndio zinatupa hela nyingi kwa sababu ni za muda mrefu, na YouTube video yenye muda mrefu ndio ina kipaumbele cha kuingiza fedha nyingi, maana yale matangazo ambayo yanakuwa yanapita katikati ya video yanakuwa ni ya kutosha sana. Kitu cha muhimu zaidi, make sure umesubscribe katika channel yangu. Kama unahitaji wa software kama hizi ambazo nimezitumia, unahitaji mixing session, unahitaji kurekodi nyimbo yako, unahitaji plugins na kitu chochote kile kinachohusiana na muziki, hakikisha umenicheki. Link yangu ya WhatsApp naweka katika description. Sasa hivi sitoi namba, ila katika description hapa naweka link yangu ya WhatsApp. Kwa hiyo ukibonyeza inakuleta moja kwa moja katika DM yangu ya WhatsApp na unaweza ukachati na mimi directly. So, thank you. Bye bye.